kwamba Mungu, naomba unisaidie nitoke mzima. Ndio kitu ambacho utakuwa unakiwaza ukiwa hospitalini. Sasa ni kwa nini sasa hivi usitumie fursa hiyo, nafasi hiyo ulionayo, kumwaza huyu Yesu Kristo kwamba hapa nilipo, kwa sababu kifo ni fumbo. Hamna anayejua kifo, hamna anayejua atakufa lini, lakini unapokuwa unajitayarisha, unajiweka tayari, hata ikitokea sasa hivi umekufa hapa duniani, watu ambao utawaacha, jamii ambao utaiacha haitalia. Kwa sababu gani? Umeshakabidhi maisha yako kwa Yesu Kristo. Tayari unahesabika wewe ni mtakatifu. Unahesabika kwa Mungu wewe ni mtakatifu. Sababu Mungu anasema katika Ezekieli kwamba yeye hafurahishwi na kifo cha muovu au cha mtenda dhambi, bali yeye anafurahishwa na kifo cha nani? Cha mtu mtakatifu aliyetubu makosa yake akasamehewa. Unaona? Kwa mimi nilikuwa ni mtu ambaye napenda sana kusifiwa, vitu ambavyo navifanya vya kipumbavu lakini nasifiwa. Na baadaye nikaja kuona kumbe zile zama za ujinga nilikuwa napotea. Unaona? Namshukuru sana huyu Yesu Kristo kwa sababu ameniokoa na makundi mabaya. Epuka sana kitu kinachoitwa makundi, kijana mwenzangu. Makundi ambayo uko nayo, unaona kabisa makundi haya hayakufikishi popote pale, hayakuongezee kitu chochote katika maisha yako, achana nayo. Achana nayo. Mimi nilipoamua kumfuata Yesu Kristo, kuna marafiki wa faida wengi sana wa enzi za ujinga nilikosana nao, au tuseme nilitengana nao. Nilikuwa na marafiki wengi. Nilikuwa na marafiki ambao yani tulikutana sehemu hivi pesa zinaharibika. Nilikuwa na marafiki wengi. Lakini baadaye baada tu ya kusema kwamba nimempokea Yesu Kristo, baada ya kuniona mimi mienendo yangu ikoje, wengi wao walianza kurudi nyuma, walianza kurudisha mikono nyuma, wengine wakaanza kutengana na mimi kabisa, wengine na namba wakafuta. Naona? Lakini ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu sikuendelea kufanya ujinga na upumbavu ambao nilikuwa ninaufanya. Na wao pia mimi sijawatenga. Kwa sababu siwezi kumtenga mwenye dhambi. Bali mimi niliwaambia ukweli. Cha kwanza kwamba mimi nimeokoka, nimempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kama na nyinyi fungu hili mnaliona ni jema, naomba na nyinyi mfanyeje? Wengine wakaanza kusema ni uzee, ngoja kwanza nile bata, ile maisha. Lakini kwamba siku moja ipo na siku inakuja ambayo haina jina. Kila kitu ambacho tunafanya hapa duniani kitatoa hesabu pale mbinguni. Wewe ambaye kijana hujampokea Yesu Kristo, mpokee Yesu Kristo. Kwa sababu katika nyakati ambazo watu wengi wanaendelea kuwa bize, ndipo Yesu Kristo anarudi. Yesu anarudi muda wowote. Naomba ujumbe huu ukae ukitafakari, kijana wa Mungu. Mungu anawapenda vijana, ndio maana anatamani vijana kama mimi, kama wewe unaniangalia, tumtumikie kwa nguvu zetu, kwa sababu bado tuna nguvu. Tuna uwezo wa kwenda kusimama sehemu hata masaa 3 tunahubiri Injili. Lakini mzee hawezi kusimama hata masaa 10 anahubiri Injili, atachoka tu. Ona wewe mtu wa Mungu, kijana mwenzangu, amua leo kumpokea Yesu Kristo. Ndio tuungane, tuujenge mwili wa Kristo Yesu.